Kuna hapa jana niliona inaitwa Pira Cigarette. Yani watu kama wanawachukulia poa sana Simba mchungaji. Yani watu wanaona nyie kama ndo Ujue kuna uelewa. Kinachosumbua washabiki wengi ni ule uelewa ni mdogo. Mwalimu mpya anapokuja kwenye timu, akija pale anapewa first 11 bwana, hawa ndio first 11 ya Simba ambao tulikuwa tunaitumia tupo ushindi. Na yeye ili ajiridhishe lazima achezeshe wale ambao hata kucheza hawachezaji. Umeelewa? Awaone wote. Kwa kilichotokea juzi ni kwamba hata wale wachezi anaenda chezeni aone ili sije kaanza maneno na nini, wote akawapa nafasi ya kucheza. Ndio ukakuta mtu anafunga golini. Kuna kipa hajaye kudaka. Tokea sajiliwe Simba. Ni kipa yuko ndani ya Simba lakini hajaye kudaka. Kuna wachezaji ambao hajaye kucheza Simba lakini kasajiliwa ndani ya Simba. Kwa hiyo ile mechi ya juzi alitaka ajiridhishe. Ili sasa ile first 11 itakapokuja na ile first 11 iliyopo aone je hii nitaenda nayo ama hao walioko naweza kaokota kitu. Ukumbuka mwalimu anapokuja kwenye timu naye anakuja na mambo yake mapya. Anapoangalia kwamba wale waliopo wanaomba ni first 11 inawezekana hawampendezeshi. Anatamani kuona nao wengine. Kwa hiyo sisi kufunga goli 4 sio kwamba tulifungwa kwa sababu tulikuwa serious kutafuta matokeo. Tulifungwa kwa sababu ya mwalimu kutafuta timu yake anayoitaka. Kumbuka yeye amekuja na benchi lake jipya. Na anatamani kupata matokeo kwa kupita wachezaji wote waliopo. Sasa kilichofanyika zile goli 4 sio kwamba ni ile first 11 ile ya Simba kusema inatafuta matokeo. Mwalimu alichofanya nataka awaangalie na wengine ambao wachezi ndani ya Simba. Pressure ya Yanga inawasumbua kwenye kwa sababu nyinyi mnavozungumza hata mnavozungumza ni kama mpo kwenye ujenzi. Lakini kuna watu upande wa pili ni kama wamekuwa wanawatia pressure. Of course kwa watu ambao hawako tayari kwa ajili ya mpira au washabiki, unajua kuna washabiki wamegawanyika sehemu tatu. Kuna washabiki yeye akisikia tu Simba kafungwa nne anadakia tu. Hamna timu pale. Na kuna washabiki wa mpira. Na kuna washabiki yeye kazi yake ni kuchambua jinsi anachokiona. Sasa huyu shabiki huyu ambaye ni hivi bendera fuata upepo ndio wao wanawasumbua wenzao wa Simba nao wa design hiyo. Ile sio kwa mpira tunajua kitu gani kimetokea wala hatuna wasiwasi. Ndio maana unakuta asubuhi anaongea hivi, jioni anaongea mengine. Kwa hiyo tunategemea mimi ninavyojua tumepata mwalimu bora sana. Tuna timu bora sana. Na mwaka huu Simba atafanya makubwa sana. Na meneja kiboko kabisa. Na kwa sababu tuliangalia tulivyokuwa Gaboroni kule, Simba ilivyocheza na timu mwalimu alikuwa anafundisha na yeye kuja Dar es Salaam, nikaja kugundua kwamba huyu mwalimu ana kitu cha ziada kwa sababu tumewafunga kule lakini tunahemewa sisi. Dar es Salaam tumewafunga sisi, tunahemewa sisi. Kwa hiyo tulichofanya ni transfer kumtoa huku kumpeleka huku. Kwa hiyo amekutana na vitu ambavyo tayari viko vizuri. Kwa hiyo kwa ujumla mimi naambia wana Simba kokote pale walipo, watu wa mpira lakini wana Simba wasiwe na wasiwasi na Simba yao. Safari hii tuna timu bora na ndio timu hii tunategemea kuchukua ubingwa wa Afrika. Kwa sababu kama ni robo tumeshaenda. Ubingwa wa Afrika msimu gani? Mwaka huu kwani Simba unaioneje? Kwani mwaka jana wakati Kasuga hapa anasema Simba itacheza finali, manager kumbuka. Mwaka jana anasema Simba itacheza finali. Kuna mtu alikubalia? Shirikisho finali. Bahati nzuri. Shirikisho finali wanachezaga. Ngoja. Bahati nzuri. Unasikia bahati nzuri. Ilikuwa hivi. Nikacheka. Kwani nakumbuka? Mchungaji anataka kuniuzia bomu. Nasema ulicheka. Hata nilikuwa nimekaa kitichwa hapo. Nikasema Simba hii itacheza finali. Ulicheka sana. Wewe kwa Simba hivi kwambia mimi nilicheka. Nasema hivi ningejua ningeweka nini ujue? Ningeweka receipt. Kwa hiyo mimi kwa Simba hii nakwambia inachukua ubingwa kwa sababu hatuna tulichobakisha. 74 tumecheza nusu. Robo tumecheza za kutosha. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi ni ubingwa wa Afrika. Bana, wakati mchungaji anazungumza kuhusiana na wa Tanzania kutojua mpira ni jana juzi. Nafikiri ni juzi. Wakati timu ya taifa imeondoka juzi imeondoka juzi. Nikakutana na moja kati ya kitu cha kushtua sana kwenye comment za mashabiki. Nilikutana na moja ya posti mtandaoni ilikuwa inazungumzia kwamba TFF ni kama wamekataa kuwaruhusu wachezaji kujiunga na kambia, kujiunga na club zao. Nikaenda kusoma kwenye comment. Cha kwanza kabisa watu ulikuwa ukisoma, niliona comment zinazozidi 5. Hawajui kama Taifa Stars ina mchezo dhidi ya Iran. Yaani mchezo wa kirafiki. Yaani wakawa wanamcheka aliyeposti. Mchezo gani wa kirafiki na wewe? Yaani watu wana question. Alafu mule ndani nikakutana na comment moja inasema, yaani TFF haiviheshimu kabisa vilabu. Wanashindwa kuviacha vikawakilisha nchi vizuri, wanaenda kwenye mechi za kirafiki.
Siko unanielewa. Wakasahau kwamba hii ni mechi ambayo ziko chini ya kalenda ya FIFA. Ambapo hapa hata klabu hazina mamlaka na wachezaji wake. Yaani ikitokea kwa mfano leo shirikisho linaweza likaishtaki klabu ikitokea leo Yanga wamesema bwana tunamlazimisha labda mchezaji wetu arudi, ama Simba sasa tunamlazimisha mchezaji wetu arudi. TFF inayo mamlaka ya kuwapeleka watu FIFA. Halafu wanakula adhabu vizuri. Kuna komenti moja sasa nikaiona. Hiyo ndio ilikuwa kiboko kabisa. Inasema TFF inatakiwa balance. Haiwezekani mnachukua wachezaji wazuri wote wa Yanga. Kwa nini mbalance wachezaji wa timu za ligi? Sasa comment ilikuwa kama 140 hivi. Ulikuwa ukisoma zile comment. Unasema hivi ndio tunasema sisi tunajua mpira. Unajua mimi kuna tatizo moja nimeliona. Mimi kuna somo moja nimeliona. TFF hata kujifunza kwa kupitia Simba na Yanga. Kwa wajifunze kwenye nini kama wewe tu kalenda ya kimataifa uijui kama ngoja kueleza kitu kimoja. Watu wanabidi wahabarishwe. Simba na Yanga tunawahabarisha sisi, sio wasemaji wa Simba. Sisi tukikaa huyu Yanga kizungumza, yule wa Yanga kizungumza, tunajua Simba anacheza mechi kirafiki kishukutwa. Hakuna watu wanaohabarisha. Yaani TFF wangefanyaje hivi? Sisi tumezungumza hapa, tumetoa ratiba ya timu ya taifa. Hata ukitoa nani anaisemea? Sisi swala hili la kufungwa goli 4 litasemwa mpaka kishukutwa. Kwa sababu imefungwa. Ndio nakueleza hivi. TFF wangetoa hivi, tupate washabiki hata 20 wa Simba na wa Yanga ambao wao wanajua kalenda ya nini. Sikiliza kwa makini. Nisikilize. Hiyo utaona kama ni nani. Waisemee vizuri national team. Sio kuisemea. Hata ratiba hamjui. Ndio hilo kuisemea timu kwa sababu gani? Hii Simba na Yanga nikwambie inafikia hatua. Samani kuna chombo kimoja cha habari kinasemaga tarehe 29 itakuwa dabi ya Simba na Yanga. Lakini hao mabwana wanainuka tena na Kigoma wanaenda kuambia watu Mbagala, tutacheza mechi kesho kutwa. Kwa nini? Unajua sababu nini? Sababu ni hii. Wale wanatangaza, lakini kuna watu wa mwisho wa kufikiwa. Sisi ni watu wa mwisho kuwapelekea watu habari. Nikaa kwenye media mimi tuambia national team itacheza na Irani kesho kutwa. Watu inaoingia. Na huyu anasema national team itacheza kesho kutwa. Sasa habari hizo hazipo. Yaani mchungaji, kama ratiba ya Simba ligi kuu matokeo unayapata hapa kwenye kipenga extra. Si ndio? Siku 3 nyuma tumetoka kuzungumza kwamba Stars inacheza na Zambia. Baadaye timu itasafiri kwenda kucheza Dubai na Irani. Chombo hicho ambacho kuna muda Nabii Meja akikaa anakuambia bwana nimemsikia Kasuga anasema, si ndio? Kama leo hii kuna Mtanzania anasema kwamba wachezaji warudi huo mchezo na Irani sio muhimu kwa upande wa national team. Kesho ikitoka viwango vya FIFA Tanzania 140 mtu huyu anakuja kuisema TFF. Yaani Ibra, kwangu mimi nilicho notice kwenye mpira, labda naweza niswalaumu mashabiki kwa sababu tupo kwenye kipindi ambacho mpira ndo unakuwa. Yaani kwangu mimi ukiniuliza Tanzania tumeanza kuupenda lini mpira, nitasema ndo kidogo miaka 5 iliyopita. Lakini tupo kwenye kundi ambalo watu wengi wameanza kwanza kuzipenda Simba na Yanga. Julio alisema. Na ndio maana ni rahisi sana leo, yani issue wangu kuhabarisha yani umesema mchungaji, ni rahisi sana leo. Wa Tanzania hapa wanahabarishwa. Nisikilize, umepata hizo habari, lakini meja akitoka hapo ataongea na nini? Umesema mchungaji. Na mimi nije swala hilo. Yani ni rahisi. Hilo la Yanga hilo. Kwamba kocha wa Yanga ngoja tupate kwanza mapumziko mafupi, tunarejea hapa. Nabii Meja yupo, wao wapo na pressure na kocha wao.